Faida za matunda kabla ya tendo. The Data Afya. The Data Afya. Karibu kwenye nuru ya elimu. Tunachambua seli, tunaleta majibu. Mr. Data yuko hapa, asili ndio suluhu. Namba hazidanganyi, ni muda tu. Habari za wakati huu mdau wa elimu, na karibu tena kwenye jukwaa lako la The Data on Elimika. Afya siyo tu kutokuwa na ugonjwa, ni hali ya ustawi wa kimwili, kiakili na kijamii. Katika ulimwengu wa sasa, tunasisitiza umuhimu wa kinga kuliko tiba. Msingi mkubwa wa kinga hii unajengwa na kile tunachokiingiza mwilini mwetu kila siku, lishe bora. Chakula tunachokula kina uwezo wa kubadilisha mfumo wetu wa biokemia na kuathiri kila nyanja ya maisha yetu, kuanzia nishati hadi hisia. Kabla hatujaendelea mbele zaidi, chukua sekunde moja kuminya alama ya like na kisha bonyeza subscribe ikiwa bado hujafanya hivyo. Hii inatusaidia kuendelea kukuletea data hizi muhimu kila siku. Leo tunazungumzia The Data Afya. Leo tuko mbali kabisa na masuala ya siasa. Hapa tunajikita kwenye takwimu na uhalisia wa data za afya kama zilivyo, ili kukuwezesha kufanya maamuzi sahihi kwa ustawi wako. Huu ni ukweli usiopingika uliothibitishwa na sayansi. Tunapozungumzia afya ya uzazi na mahusiano, lishe inachukua nafasi ya kipekee. Katika mzunguko wa sayansi ya miili yetu, chakula tunachokula ni zaidi ya nishati, ni lugha inayozungumzwa na seli zetu. Sasa, hebu tujiulize swali muhimu. Je, unajua nini hutokea mwilini unapotumia mchanganyiko maalum wa matunda dakika chache kabla ya kukutana na mwenza wako? Hapa ndipo tunapozama ndani ya siri iliyojificha kwenye sahani ya matunda. Namba hazidanganyi na data zinasema hivi. Kwanza, tunazungumzia injini ya mtiririko wa damu. Data zinatuonesha kuwa tunda kama tikitimaji lina kirutubisho cha kipekee kinachoitwa citrulline. Hii siyo tu jina la kisayansi, ni injini muhimu mwilini inayobadilishwa na kuwa nitric oxide. Na nini kazi ya nitric oxide? Hulegeza na kutanua mishipa ya damu. Matokeo yake ni nini? Damu hufika maeneo nyeti kwa wepesi, kasi na wingi zaidi, jambo ambalo linaongeza hisia na uimara kwa kiwango kikubwa. Huu ni ukweli wa kibiolojia. Pili, tunahamia kwenye nishati na hisia. Hapa ndipo ndizi na strawberry zinapochukua nafasi yake. Ndizi hutoa madini ya potassium na vitamini B kwa wingi, ambavyo ni muhimili mkuu kwa nguvu za misuli na uimara. Lakini zaidi ya nguvu za mwili, kuna nguvu za hisia. Matunda haya, hasa strawberry, yanachochea ubongo kutoa dopamine, kemikali ya furaha na mchangamko. Hii inakufanya uwe na hali nzuri ya kiakili, yenye utulivu na yenye msisimko wa asili. Hapa kuna siri ambayo wengi hawaizungumzii, lakini data zinathibitisha uhalisia wake. Ulaji wa nanasi na matunda mengine yenye sukari asilia husaidia kusawazisha kiwango cha pH mwilini. Hali hii hupelekea kuboresha ladha na harufu ya majimaji ya mwili kwa wenza wote wawili. Hii siyo tu suala la usafi, ni suala la kuongeza ujasiri na msisimko wakati wa tendo, na kuleta utofauti mkubwa katika mawasiliano ya kimwili. Mdau wa elimu, kumbuka, asili ina majibu yote. Unachohitaji ni maarifa sahihi ya namna ya kuitumia. Zingatia kula mchanganyiko wako angalau dakika 60, yani saa moja, kabla ya tendo. Hii siyo namba ya kubahatisha, ni data inayotoa nafasi kwa mwili wako kufanya mmeng'enyo na kufyonza virutubisho vyote bila kulemea mfumo wako. Kwa wewe ambaye ulikuwa umesahau mwanzoni, tafadhali usiondoke bila kugusa kitufe cha subscribe na kuweka like yako. Mchango wako ni muhimu sana kwetu. Mimi ni msimulizi wako, Mr. Data. Endelea kutazama The Data on Elimika kwa elimu zaidi ya viumbe na afya.